Sasa hizi ni dalili ambazo zinaonyesha simu yako imeanza kukutawala na inaelekea kukupotezea kabisa uhusiano wa karibu na Mungu. Dalili ya kwanza, unaangalia simu yako bila kuwepo kwa sababu ya msingi. Hakuna ujumbe mfupi ulioingia, haujaamua mwenyewe kuangalia simu, haujataka kufungua simu, lakini unajikuta umeshika simu. Hiyo inaitwa automatic behavior. Tayari umeshajijengea tabia ya automatic. Unashika simu bila wewe kuwa na maamuzi ya kushika simu. Sasa hiyo ni hatari, kwa sababu itakuharibia uhusiano wako wa kweli na Mungu. Utafanyaje? Jitahidi kuweka simu yako pembeni angalau kwa dakika 10. Itakusaidia kuepuka tatizo hili la automatic behavior. Dalili ya pili, unakuwa na wasiwasi pale simu yako inapokuwa mbali. Kuna watu simu zao zikiwa mbali wanachanganyikiwa. Anaweza kuingia bafuni ana simu, akiwa anakula ana simu. Hiyo inakusababishia unakuwa tegemezi katika simu, na ina athari kubwa katika maisha ya kiroho. Unapoteza uhusiano wako na Mungu. Dalili ya tatu, kukosa usingizi unapoenda kulala. Unapoenda kulala usingizi unakuwa haupo na mwili unakuwa umechoka. Hiyo ni dalili kabisa kwamba tayari umetumia simu muda mrefu kabla ya kwenda kulala, na hiyo inakusababishia hata kukosa muda wa kumtafakari Mungu. Kwa hiyo simu inaweza kukusababishia kabisa kukosa uhusiano wa kweli na Mungu. Sasa fanya hivi, kabla ya kwenda kulala uwe na dakika 30 ambazo unakaa bila kuwa na simu, ukisoma neno la Mungu au kufanya jambo jingine ambalo liko mbali kabisa na simu, na itakusaidia kutokuwa mraibu wa simu. Katika kitabu cha Wakorintho 6:12 neno la Mungu linatuambia, kila kitu ni halali kwangu, lakini si vitu vyote vitanitawala. Kwa hivyo usiruhusu simu yako ikutawale. Wewe ndio unapaswa uitawale simu, ili uwe na uhusiano wa kweli na Mungu.